Okay, aliyesema ndoa ndoano hakukosea. Hakukosea kabisa. Sasa stori yetu inafunguka kabisa katika familia moja. Hii familia ilikuwa na watoto wawili na mwamba mmoja ambaye alikuwa anaitwa Michael. Sasa Mrs. Michael ndo huyu ni mama wa kambo kwa hao watoto kabisa. Leo alikuwa anakunywa pombe. Sasa watoto wamekuja kumwambia kabisa, mama, kwa nini unakunywa pombe wakati baba alikukataza? Baba alikukataza kunywa pombe, kwa nini unaendelea kunywa mama? Hujui sisi unatudhalilisha? Unaona? Sasa yule mama kabisa akawaangalia wale watoto wanapozungumza. Watoto walikuwa na ujasiri. Wakasema akija baba tunamwambia. Akija baba tunamwambia kwa sababu baba alikukataza kunywa pombe, lakini wewe kila siku unakuja umelewa. Kale kadogo kakamwambia kabisa, mama, kiukweli unakosea. Unakosea sana ukiwa unakunywa mataputapu. Wewe ni mama yetu, unatakiwa ujiheshimu. Unaona? Akakafukuza. Toka hapa. Toka hapa, mnanielekeza nyinyi maisha wakati mimi maisha nimeanza kitambo. Huyu ni mama wa kambo kabisa kwa watoto. Alikuwa anawafokea kabisa, anawaambia wamwache na maisha yake. Sasa tunarudi huku ni nyumbani kabisa kwa huyu mama, huku ni nyumbani. Sasa mume wake alikuwa ameleta kabisa taarifa kwamba amezidi kunywa pombe, amezidi kufanya vitu vya ajabu kabisa. Yeye anakataa, anasema ananisingizia mume wangu, mimi sinywi pombe, sifanye chochote. Sasa baba mzazi anasema kabisa, hata kanisani umeacha kwenda, umeanza kufanya vitu vibaya kabisa. Kuanzia sasa wewe sio mtoto wangu, wewe sio mtoto wangu kwa sababu tabia umenishinda wewe. Sasa yule binti kabisa akaenda kwa mama yake, akaanza kulialia kwa mama yake. Mama yake anasema, mwanangu umebadilika sana, yaani mpaka mume wako anakuja kukushtakia hapo. Kiukweli umebadilika, umenishinda tabia hata mimi. Sasa moja kwa moja alirudi kabisa nyumbani, yuko mpera, akamfuata mume wake. Umefanya nini? Umeenda nyumbani kunishtakia kwamba mimi nakunywa pombe na tabia za ajabu. Kwa nini? Aliyekuambia upeleke mbarika zako kwa wazazi wangu nani? Na kuuliza, ni nani aliyekuambia upeleke mbarika zako nyumbani? Umewaambia kila kitu kwamba mimi nakunywa pombe na nini? Hivi maisha yangu yanakuhusu nini wewe? Kumbe huyu mwanamke kabisa alikuwa kawaida na muendesha huyu mshikaji. Alikuwa ni mama wa kambo kwa wale watoto, lakini mume wake ndo huyu alikuwa anaitwa Michael. Alikuwa anaendeshwa sana kimapenzi na huyu bibie. Japokuwa mwamba alikuwa anampenda sana, lakini sasa upendo ulianza kufika kabisa juu, unataka kutoweka. Mwanamke bado anaunguruma, anasema, kiukweli wewe mwanaume wewe, mimi nimekukosea nini aise? Nimekukosea nini? Jamaa anajitetea. Mimi sijafanya makosa kwenda kuambia wazazi wako, kwa sababu ni kawaida. Wewe ulipokosea lazima mimi nikawaambia wazazi wako. Nitamwambia nani? Utamwambia nani kivipi? Ulishindwa kuja kuniambia mimi? Mwanamke alikuwa na kiburi kabisa, basi akawa ameondoka kwa jeuri, akamwacha mshikaji. Alikuwa na mawazo sana, anasema kiukweli huyu mwanamke huyu, jamani, mimi nimekoseaje kuoa huyu mwanamke jamani? Sielewi mimi. Sasa palipochangamka kabisa asubuhi na mapema, jogoo akiwa anawika kabisa, jogoo kwanza wa asubuhi na mapema. Bibie ndo huyu alikuwa amelala kabisa kitandani, anajiandaa kabisa kuamka ili aende kwenye mishemishe zake. Huyu ndo Mrs. Michael ambaye alikuwa na kiburi kabisa, ni mtu ambaye hapendi kuendeshwa. Ni yeye ni mama wa familia, lakini alikuwa azingatii kabisa sheria za kuwa mama wa familia wa watoto wawili ambao walikuwa wanamuita mama kama kawaida, lakini yeye ni mama wa kambo kwa wale watoto. Sasa asubuhi na mapema kabisa kajiandaa, katoka akaenda kabisa kukaa katika eneo la jiko. Ana mawazo kinoma, anafikiria afanyaje, hii ndoa yake mbona imekuwa ina shida sana. Sasa palipochangamka kabisa majira ya saa 2 asubuhi, anajiandaa kwenda kazini, akakutana na watoto. Watoto wakamwambia, mama, baba amesema utupatie funguo za gari, anataka kutupeleka yeye mwenyewe. Sasa akawa amewarushia funguo za gari. Unaona, watoto wakaondoka kwa sababu walikuwa wamefuata funguo kwa huyu mama. Sasa bila kulizika kabisa, akaona ampigie mume wake Michael ampigie. Anamwambia, hivi wewe, mimi kazini naenda kwa miguu au naenda na usafiri gani? Michael akasema, hapana, mimi nataka niwapeleke kwanza wanafunzi shule, kwa sababu wanafunzi natakiwa waende kwanza shule kisha nikufuate na wewe. Sasa mwanamke akakasirika kabisa, akasema, wewe kwa mimi nina umuhimu? Mimi sina umuhimu, watoto wako wana umuhimu mkubwa, unanichukuliaje? Sasa mwanamke alikasirika kabisa, akasema, maskini ya Mungu, huyu Michael huyu nitakuja kumng'oa hata roho mimi. Nitakuja kumng'oa roho. Sasa siku inayofuata ilikuwa asubuhi na mapema kabisa, Mrs. Michael anajipatia mkate na maziwa. Yeye kawaida yake anaenda kununua kabisa, hapiki. Kawaida yake hapiki. Sasa mume wake ndo huyu, na yeye mume wake anajiandaa kwenda kazini. Michael mwenyewe ndo huyu hapa. Sasa namuuliza, mke wangu, sasa hii chai umejipikia wewe au umepika mimi ninywe na mimi hapa? Unaona, Mrs. Michael anamwambia, chai ya kwangu hii, mimi sijampikia mtu chai. Sasa jamaa kabisa hakupenda utaratibu ambao ameupanga yeye mwenyewe. Mrs. Michael anasema, kiukweli mke wangu, unanikosea sana. Wewe kama mwanamke unatakiwa ufuate sheria za ndani. Akasema, wewe mimi niwe mpishi au namna gani vipi? Kama uwezi lete mfanyakazi. Sasa Michael mwenyewe akasema, mke wangu, ya nini kuwa na hasira hivi? Kila siku tuna ugomvi humu ndani.
kwani shida nini? Kwani shida nini? Akasema hujui shida, hujui shida, kaa hivyo hivyo. Sasa kama hujui tatizo ni nini, kaa hivyo hivyo. Basi mwamba alibaki kabisa na mawazo, anasema jamani, mke wangu kapatwa na nini siku hizi, haelewi kabisa. Mara ghafla kugeuka nyuma, akawaona watoto wake. Watoto wanamhurumia kabisa baba kila siku anapopitia changamoto kabisa kuhusu huyu mama wa kambo. Watoto wanamwambia pole sana baba yetu, pole baba yetu, tunapambana kwa ajili yako, tunahakikisha tusome kwa ajili yako. Na kweli Michael kabisa alikuwa na wasii watoto wake wasome sana, tena wasilete kabisa tegea katika masomo. Unaona, sasa watoto ndo hawa wanamwahidi baba, sisi tunasoma, sisi tutasoma, na sasa tunaelekea kwenye mitihani, tutajitahidi tufaulu baba yetu, usijali. Basi baba kabisa akawa na furaha baada ya kusikia hivyo, watoto wake wamemwambia kabisa watajitahidi katika mitihani. Sasa siku iliyofuata ilikuwa majira ya usiku, binti amegoma kabisa kwenda kulala ndani. Huyu Mrs. Michael kagoma kabisa kwenda kulala ndani. Mwamba ndo huyu hapa anamfuata, anataka ajue shida ni nini. Shida ni nini? Anakaangwa na mbu sebleni, amelala muda mrefu. Jamaa anamuuliza, wewe mke wangu, kwani siku hizi umekuaje? Basi kama ninakosa mimi nisamee aise, kwa sababu hata ndani siku hizi hulali, mambo kibao. Kama nimekukwaza mimi nisamee, mimi ni mwanadamu, kukosea ni kawaida. Basi alimwelekeza kabisa binti, akawa amemsikia kabisa mshikaji, akachukua kabisa viatu vyake, kisha wakaanza kuzungumza. Wewe Michael, wewe unakuja kuniamsha hapo, ulikuwa unajua mimi nafanyaje? Unakuja kuniamsha. Sasa mwanamke kawaida yake ni kubweka, anabweka, anasema wewe tena usinifuatilie. Sasa tunarudi nyumbani kabisa, katoto kalikuwa kanasikiliza tu sebuleni. Mwamba ndo huyu hapa na mawazo, mke wake kila siku ni mtu mwenye hasira sana, mpaka hana raha kabisa, hali vizuri katika familia yake. Watoto walikuwa ndani kabisa, mmoja anachezea simu, kingine kanamuuliza dada, hivi dada, hii hali hapa ndani unaielewa kweli wewe? Mimi sielewi. Chakula tunajipikia sisi wenyewe, basi tumwambie hata baba atafute mfanyakazi wa ndani au anatupikia chakula, kwa sababu tukitoka shule tunakuwa tumechoka. Basi kale kadogo kalikuwa kanamshauri kabisa dada yake, mimi nimechoka kupika, kiukweli nimechoka kupika, tumwambie baba alete mfanyakazi. Basi siku iliyofuata kabisa, Michael alikuwa anafuatilia dokumenti zake. Dokumenti zimepotea, hazioni, sijui wenge la mawazo, sijui namna gani vipi. Akaanza kupekua kila drawer, anaingia anaangalia kila kabati, anapekua. Jamani, haoni kabisa material. Anasema sasa haya material ndo ya muhimu, mimi ndo ananifanya niende kazini. Bila haya material sina kazi kabisa, kwa sababu nikiwa na hizi document mambo huwa yanakaa vizuri kabisa. Sasa akaendelea kukagua, kumbe yule mwanamke alikuwa amezihamisha kabisa, ameziweka pembeni, yeye hakuziona. Mara ghafla mwanamke ndo huyu hapa anafika kabisa, akamwambia unatafuta nini? Akasema natafuta dokumenti zangu za kazini, sizioni, nimesaini mwezi uliopita, natakiwa niziwasilishe sasa hivi ili kazi yangu nipandishwe cheo. Sasa mwanamke moja kwa moja alikuwa anajua zilipo, akaona amsaidie Mwamba, kwa sababu Mwamba siku hizi haelewi, mpaka amekonda, haelewi nini cha kufanya. Akamwambia asante sana. Asante mke wangu. Michael alikuwa anamheshimu sana mke wake, lakini yeye mke wake alikuwa amheshimu mshikaji. Anamuona namna gani vipi? Anamuona kama malaya. Kumbe Mwamba alikuwa amepoa kabisa, ni mtu mshikaji, mpole kinoma. Binti huyu alikuwa ni mtu mwenye dharau. Ukiangalia familia aliyotoka ni familia ambayo iko kawaida, familia ambayo ni ya wastani, sio matajiri sana. Sasa yeye kawaida yake ni kupoa kitandani na kuchatichati na mahawala zake wengine. Unaona, ametulia kabisa, amepoa. Sasa mara ghafla watoto wakaingia ndani, wanamwambia mama tusaidie. Nyinyi mnataka nini? Watoto wakaanza kueleza, mama, kuna maswali, naomba tusaidie kidogo kuyasolve maswali. Unaona, sasa aliposikia vile akasema, nyinyi msubirieni baba yenu mmwambie, mimi siyawezi maswali yenu, msubirieni baba yenu, alafu mimi sio kwa kuwasobia maswali yenu. Nyinyi mmepewa maswali shule, natakiwa mfanye. Toka nje, tokeni nje, nendeni kwenye chumba chenu. Sasa huyu mama kabisa aliwatimua watoto bila huruma kabisa. Watoto wamemletea maswali awasaidie, na huyu mama kabisa anaonekana ni mama muuni, hawezi hata kusolve maswali ya shuleni. Sidhani kama amesoma hata darasa la 7, sidhani kama amefika. Sasa Mwamba ndo huyu hapa, siku inayofuata kabisa anatoka kazini, anawakuta watoto wake wamelala sebuleni, wanang'atwa na mbu, maskini ya Mungu. Watoto wamejisomea muda mrefu mpaka usingizi umewapitia pale. Muda huo alikuwa kabisa ameshatafutaka mfanyakazi wa ndani, yupo mfanyakazi wa ndani. Alipoambia watoto wakalale, wakasema tunamsubiri baba. Sasa akaanza kuulizwa, wewe watoto wanalalaje hapa sebuleni? Akasema, bosi, mimi watoto nimwambia wakalale ndani, lakini wamesema wanakusubiria wewe waje wakuonyeshe mitihani yao, kwa sababu wamefanya vizuri shule, ndio maana wamekusubiri. Akasema basi sawa, wewe nenda, mimi nawasikiliza. Basi watoto moja kwa moja ni mwendo wa kuchukua madaftari na kumuonyesha baba yao kile walichokifanya shuleni. Wakaanza kumuonyesha. Sasa wanamwambia, baba, kiukweli sisi tunapambana kwa ajili yako. Sasa Mwamba alipotoka kwa watoto, akaingia chumbani, akamkuta mama mtu amelala. Wewe
watoto mpaka wanalala pale sebuleni. Wewe ulikuwa wapi kuangalia? Wewe ni mwanamke wa design gani wewe? Ni mwanamke wa design gani? Mwamba akaanza kuwaka kabisa Michael. Na mwanamke naye akawaka. Analipa kisasi. Mimi ningefanyaje sasa? Ningefanyaje? Wewe watoto mpaka wanalala pale usiku kucha. Umewaangalia wanalala mpaka saa 4 wanalala. Sasa Mrs. Michael kabisa kulingana na dharau alizokuwa nazo, akajilaza. Mwamba akafunua shuka. Wewe, sikiliza. Mimi nikiwa naongea, unajifanya kulala afu mimi sijalala. Maana yake nini? Wewe ni mwanamke wa design gani wewe? Wewe umefunzwa, wewe ni kabila gani kwanza wewe? Mwamba alikuwa muelewi kabisa mke wake, anaona kabisa kama ameletewa matatizo kabisa, haelewi. Anaona dunia ni chungu. Anaona hata mama wao watoto alikuwa yupo sahihi kabisa. Sema ndio hivyo tulikorofishana naye. Sasa siku iliyofuata asubuhi na mapema, mzee hana amani kabisa. Anakunywa na maji, anapoza kichwa kwa sababu haelewi. Mawazo tele mpaka kichwa kinamuuma. Katoto ndo hapo kabisa, ilikuwa majira ya saa 11 kabisa, panaelekea kukucha. Katoto na kenye usingizi hamna. Kanamwambia baba, mbona siku hizi unakuwa na mawazo sana? Shida nini? Baba anasema usijali mwanangu. Ni mambo madogo madogo ya mama yenu. Mama yenu ananipatia pressure. Kanasema, baba usijali baba. Sisi tutasoma tukusaidie. Jitahidi kuangalia mama mwingine. Kama huyo mama hakufai, angalia mama mwingine. Katoto kalikuwa kanamuelekeza kabisa mama. Kanamuelekeza mama kila siku, lakini mama amekuwa mgumu kuelewa. Sasa kanamwambia mzee. Kanamwambia baba, angalia tu mama mwingine kama huyo hatufai. Sasa baba akaona kabisa akae. Maana kichwa kimechemka kabisa, elewi. Kila kukicha mambo magumu. Kila kukicha mambo magumu. Mama apike chakula ndani, mpaka apike mfanyakazi. Wakati chakula cha mzee natakiwa upike mama wa familia. Huyu mfanyakazi ni kuwapikia watoto na kuwaangalia watoto wakiwa katika shughuli zao. Sasa anamwelekeza, mwanangu njoo. Mwanangu njoo. Una ushauri mzuri sana. Umri wako bado lakini una maneno ya kikubwa. Sogea hapa mwanangu. Sasa mtoto moja kwa moja akakaa kabisa karibu na babake. Anamwambia, baba mimi nakupenda sana. Najitahidi nisome, ngoja ndani nikasome kwanza. Masuala ya baba ya kwanza kunibeba mimi sitaki. Ngoja nikasome kwa bidii babangu. Nikusaidie. Basi mzee kabisa alikuwa na amani. Kusikia watoto wanajali shule, watoto wanasikiliza maneno ya baba yao kila kukicha. Baba na mwenyewe ndo huyu hapa, alikuwa anawazingatia. Sasa aliporudi ndani, anamkuta mwanamke ameafia tele amelala. Wewe anaanza kumuuliza kabisa. Wewe unalala wakati watoto mpaka sasa hivi wameamka, maana yake nini? Mwamba kabisa anamhoji mke wake, anamwambia mpaka saa 2 asubuhi sasa hivi umelala. Kwa nini? Wewe ni mwanamke wa design gani? Mbona unapenda kuniumiza akili yangu mwanamke wewe? Basi kama unaona ndoa ngumu basi tuachane. Mimi niko tayari. Sasa Mwamba kabisa alikuwa elewi kabisa, akaanza kumpakichia maneno mbalimbali. Anamwambia, kiukweli umenishinda. Mimi sielewi kwa sababu sio mwangalifu kwa watoto wangu. Basi mwanamke aliposikia maneno akasema, basi wewe kila siku ni kunalalamikia. Wewe kila siku ni kunilaumu mimi. Nimefanyaje? Basi mwanamke akajizila kabisa, akatoka chumbani mpela. Anasema, ngoja nikakufanyia hizo kazi. Maana si unataka nikafanya kazi zote. Ngoja nikafanye kazi zako unazozitaka wewe. Basi tutakuwa tumeishia hapo, najua utakuwa umejifunza kitu katika full movie hii.